Mwaka wa 1982 alikuwepo jamaa mmoja kwa jina la Hezekiah Ochuka. Jamaa aliyekuwa na nafasi kubwa katika sekta ya jeshi la wanahewa kwa lugha ya Kimombo Kenya Air Force, na pia ni jamaa aliyejaribu kutawala taifa la Kenya kwa takriban masaa 6 hivi alipokuwa anajaribu kupindua serikali ya aliyekuwa rais wa pili hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Je, kiini cha mapinduzi haya ilikuwa ni nini? Jina langu ni Kelvin Kalama na hii ni hadithi ya Hezekiah Ochuka. Agosti tarehe 1 mwaka 1982. Hii ndiyo siku jeshi lilijaribu kufanya mapinduzi huko jijini Nairobi, ambapo watu walizinduka kwa milio ya ndege za kivita, risasi na milipuko. Mnamo saa 9 usiku wa tarehe hiyo, jeshi la wanahewa la Kenya walishambulia kambi ya ndege ya Eastleigh na kuwashikilia mateka waliokuwa huko. Saa moja baadaye, kambi nyingine huko Embakasi pia ilishikiliwa mateka. Operesheni hiyo ilikuwa chini ya uongozi wa Hezekiah Rabala Ochuka na baraza lake aliloliita Parties People Redemption Council. Wale waliomjua binafsi walisema Ochuka alikuwa na ndoto ya kuwa rais wa Kenya tangu akiwa mdogo. Mnamo Julai mwaka 1982, akiwa na umri wa miaka 29, Ochuka na kundi lake walikutana huko Umoja na kuanza kupanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Moi. Ochuka aliwaambia wenzake kuwa alikuwa na msaada kutoka Uganda, Tanzania na Sudan, ambapo angeandaa jeshi ikiwa angekutana na upinzani wowote. Mpango wa kwanza wa Ochuka ilikuwa ni Rais Moi atoke nje ya nchi kisha watekeleze mapinduzi. Awali Rais Moi alitarajiwa kuzuru Libya ili ukabidhi wenyekiti wa OAU kwa Muammar Gaddafi, lakini mkutano huo haukufanyika kwa sababu ya ukosefu wa idadi ya watu waliotakiwa siku hiyo. Hivyo Rais Moi alirudi nchini. Mpango wa pili ulikuwa kufanya shambulio siku ya Jumapili kwa sababu shughuli huwa chache na iwapo kutatokea majeruhi, idadi haitakuwa kubwa. Sababu nyingine kuu ya kuchagua Jumapili ni kwamba wanajeshi wengi walikuwa wameenda Lodwar kwa michezo ya kijeshi. Hapa walifanikiwa kuteka nyara kambi zote muhimu za kijeshi na vitengo vya mawasiliano, kisha wakaelekea katika jengo la utangazaji la VOK, Voice of Kenya, ambapo walimlazimisha Leonard Mbotela kwa mtutu wa bunduki kutangaza kwa serikali imepinduliwa na iko mikononi mwa wanajeshi na kwamba maafisa wote wa polisi sasa ni raia. This is the Voice of Kenya, Nairobi. Time now is 12 minutes past 6. You are hereby informed that everybody is requested to stay at home. There should be no movement in town. The government has now been taken over by the military until further notice. There should be no movement of persons or vehicles from one place to another. The police should now assume the role of civilian until further notice. A warning. The government has been taken by a very, very, very powerful group supported by the people, wananchi wenyewe na wanajeshi wote. Kwa hivyo, wherever you are, cooperate or you blame yourself. Wakati huo, ndege za kivita zilikuwa tayari kushambulia ikulu ya Nairobi na makazi rasmi ya rais huko Kabaraka. Bila kupoteza muda, wanajeshi walivamia mitaa ya Nairobi na kuanza kusababisha vurugu huku milio ya risasi ikisikika kila mahali. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kutoka nje, kwani Ochuka alikuwa ametangaza amri ya kutotoka nje kwa nchi nzima. Walianza kupora mali na wengi wao walikuwa walevi kupindukia. Ochuka alitoa maagizo kwa marubani wa ndege za kivita kutupa mabomu katika ikulu, makao makuu ya jeshi na hatimaye Kabaraka. Hata hivyo, marubani walibadili nia. Badala yake, walizunguka mlima Kenya na kutupa mabomu kwenye milima,
kisha wakarejea katika kambi ya Nanyuki wakidai walikuwa wametekeleza jukumu lao. Wakati huo wote, Nairobi ilikuwa katika hali ya vurugu kubwa. Saa 4 asubuhi, serikali ilianza kuchukua hatua kupitia kwa majenerali Jackson Mulinge, John Sawe na Mahmoud Mohamed. Hapa walihakikisha usalama wa kambi ya Nanyuki, kisha wakazunguka wanajeshi waasi waliobaki katika kambi ya Moi Airbase Eastleigh, ambapo walishiriki mapambano ya silaha na waasi. Jenerali John Sawe aliamuru vifaa vya mawasiliano katika kambi ya Moi kuharibiwa ili kukata mawasiliano kati ya Ochuka na kikundi chake. Wakati huo wote, Rais Moi alikuwa tayari huko Kabarak na alikuwa amepewa taarifa kamili kuhusu mapinduzi yanayoendelea. Mpango ulikuwa kumhamisha Moi hadi ikulu ya Nairobi na kuchukua hatua. Safari ya kuelekea Nairobi ilianza kwa gari rasmi la Moi likiwa katikati ya magari ya kivita. Lori lililobeba wanajeshi waliokuwa na silaha nzito pia lilisindikiza msafara huo. Wakati huo huo, Ochuka na mwenzake Okumu walihisi mambo hayakuwa sawa. Hapa walianza kupanga jinsi ya kutoroka. Walidanganya kikundi chao kwamba alikuwa anaelekea Nanyuki kuongeza nguvu za jeshi, lakini badala yake waliteka ndege na kuelekea Dar es Salaam. Saa 12:30 jioni, Rais Moi alifika Voice of Kenya na kutangaza kwamba bado alikuwa anatawala nchi. Mnamo Novemba tarehe 11, Ochuka na Okumu walikamatwa. Takriban wanajeshi 100 na raia zaidi ya 200 walifariki, zaidi ya wanawake 30 kubakwa, na kiuchumi siku hiyo moja iliacha hasara zaidi ya milioni 500. Sababu za mapinduzi zilikuwa dikteta, ukandamizaji, gharama ya juu ya maisha, ukiukaji wa haki za kibinadamu na masuala mengine. Kelvin Kalama, Nairobi. Nataka niseme kwamba yale yaliyotokea leo asubuhi kwa muda mfupi iliyoletea wananchi wasiwasi mwingi, sasa imeangamizwa na jeshi letu la nchi kavu na polisi, na nawashukuru wao sana kwa juhudi zao za kuangamiza hawa maharamia ambao waliweka wananchi katika hali ya wasiwasi. Nataka niseme kwamba mambo kama haya ambayo yalitukia ni watu au wanajeshi la angani ambao walijichukulia madaraka ya kuharibu yale yote tunayotaka kufanya. Na kwa hivyo tulieni mahali popote mliko, angalieni kwamba mnafanya kazi zenu za kawaida, lakini kutoka leo saa 12 mpaka saa 1 kesho asubuhi kutakuwa kuna curfew. Yaani hakuna mtu ambaye anatembea katika mji wa Nairobi kutoka saa 12 leo jioni mpaka saa 1 kesho asubuhi.